Na nakumbuka kuna wakati kulikuwa na kiangazi sana Turkana. Tulikosa chakula. Tunaenda tunapanga line, walimu wanatuambia chakula hakijatumwa na serikali. Tunaenda saa zingine tunakuta serikali imetuma yellow maize. Tunachamshiwa, unawekewa kikombe kimoja, unakula. Unaenda darasa. Jioni mnatoka mnaambiwa mahindi ilikuwa ya saa 7 na imeisha. Hakuna sapa. Tunaenda tunalala. Hakuwa na stima, kwa hivyo tulikuwa tunapiga tu story, alafu tunaenda tunalala. Kesho yake unaamuka, hakuna breakfast. Unaenda class saa 7, walimu wanasema tumengoja, lakini serikali haijatuma chakula, lakini walimu wamechanga, wamenunua mchele, mtapewa kijiko moja moja. Tunakula mchele kijiko moja moja, tunaenda darasa. Jioni tunatoka, walimu wanajikaza, wananunua unga ya uji. Tunapewa uji kikombe moja moja jioni. Siku hiyo nyingine mnaamka, mnaingia class. Mwili ukakuwa na udhaifu sana. Na nakumbuka hiyo siku tuliambiwa hakuna sapa, hakuna lunch. Tukaambiwa muende kwa msituni, whatever mnaweza pata. Wale mtapata matunda, muende mkule matunda. Wale mko na watu mnaweza enda kwao, muende kwao. Hiyo wakati kulitokea upepo na watoto walianguka, watoto wengi sana. Upepo uliangusha watoto. Tukawa we are very weak. Wenyewe tukasaidiana, wale wako na nguvu wanachukua wale hawana nguvu, tunawapeleka kwa headmaster. Headmaster anatafuta pesa kidogo, tunanunua uji, tunalisha wale wengine hawana uwezo. Na ilikuwa wakati mgumu sana. Kila Saturday ilikuwa ni kwenda kutafuta kuni miles and miles away. Bila kutafuta kuni hauwezi kula hiyo wiki yote. Na sometimes tulikuwa tunavuka mto uko na maji mengi sana. Lakini Mungu alitulinda. Tulivuka huo mto, tukaleta kuni. Ukisikia nasema story ya huyu kijana ambaye alitoka Turkana, that is what it means to me. Bwana asifiwe sana. Ni mahali unaona ya kwamba hii historia haiko. Ungeangalia huyu kijana kule Turkana, jua limewaka, hauna viatu, inabidi ukimbie ukitafuta kivuli. Unakimbia ukitafuta kivuli. Lakini Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Tulikuwa tunakuja tunapea mama history na baba wanalia machozi. Wanatuambia huko hamrudi. Tunasema sasa tusiporudi masomo itaishia hapa. Mwishowe mimi nilirudi peke yangu, my brother mdogo akabaki nyumbani. That is where Reverend Beth I met huyu mwalimu Seka. Na mwalimu Seka alikuwa ananiambia, ukifikiria juu ya shida zenu sana, hautasaidia familia yenu. Hii ni wakati wako wa kufikiria masomo, ndiposa uweze kusaidia familia. That teacher changed my life. God used that teacher to change my life. Nilikuwa namwambia mwalimu hata nipite na marks kiasi ngapi, siwezi enda high school. Hakuna school fees. Kaniambia hapana, wewe tia bidii. He's the one who introduced me to the story about Starehe Boys Center. Kaniambia we shall try, but you have to do your part. Bwana asifiwe. You have to do your part. Wewe you get the good scores, I will try to see how you can be able to enroll for that school, into that school. And I enrolled, and by God's grace, I got an opportunity at Starehe Boys Center. Bwana asifiwe. God is